Ile hesabu kwenye familia hiyo nayo hakuna anachokifanya, na akipata pesa hela anapata kweli, lakini zinapitiliza. Zinakwenda wapi pesa? Kuna mwingine mmoja ni baba ushuhuda, juzi hapa alikuwa anafanya kazi pale, anasema wanamuibia hela kila siku. Anasema jana mimi 50,000. Anashangaza, 50 tena hiyo sema, haipo. Nani kachukua? Anasema hii ni kawaida, huyu mama akiweka tu hela mezani, kama kuna mtu anaingia, amefunga milango na madirisha lakini hela hamna. Haleluya. Kwa hiyo ziko roho zinazoharibu maisha yetu. Unaweza ukashangaa unazunguka chuma ureti na kuendesha. Fungu la 10 utoi, Roho Mtakafuja na amekukamata ufanye anasema huyu akifanya hivi atafanikiwa. Sasa huyu tunataka tudhibiti milango yake yote ya baraka. Amen. Lakini ukisimama na Mungu ukijaza Roho Mtakatifu. Halo. Ukijaza Roho Mtakatifu, milango ya baraka inafunguka. Hata weka hela hapo, hata kama pana ilizi pembeni, weka na wewe pembeni. Ilizi iguse ione cha moto. Iligusa shoti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka tu hata kama upakane na mwenye ilizi, sisemi huyu, upakane tu hivi. Hivi. Na una hela zako. Hela zako zinaanza kugundua kwamba hiki kiko na kitu kikubwa. Kama mtumishi unajua leo mtumishi kwa maana koti kwenye koti kwa hiyo kitu. Bwana Yesu sana. Sio kama mnaelewa? Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio utisho, ndio nguvu ya kudhibiti maroho yote yanaweza kuinua uharibifu kwenye maisha yako. Amen. Hakuna kitu kitakacho kuchezea wewe ukijaza Roho Mtakatifu. Hakuna ugonjwa utakayokuchezea ukijaza Roho Mtakatifu. Hakuna mtu atakayeinuka kuzuia mafanikio yako ukijaza Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa sababu kabla hujafungua biashara yako utaingia kuiombea asubuhi na mapema. Unajua kuna wengine wanafilisika kwa sababu gani? Yeye akifungua tu biashara aombi. Anachukua maji sijui ya wapi anamwaga tu. Wachawi wote anawazuia tu kwa maji. Anawazuia na maji. Wenyewe wanajua kitu gani kinaendelea hapo katika ulimwengu wa roho. Kuna kabinti kimoja nasikia kaliruka pepo, wanakamwagia mafuta na maji. Anasema hayo mafuta nayajua na hayo maji nayajua. Angalia. Wanakaombea kanasema na wajua hayo mafuta na wajua na hayo maji na wajua yametoka wapi. Bwana Yesu Kristo. Tunaelewa pendo? Kwa lazima tufike wakati tukisha jazwa kila mmoja mpende Mungu kwa moyo. Na nikiwaambia ukijazwa Roho Mtakatifu utampenda Mungu bila kulazimishwa. Leo mtu analazimisha, unahudhuria maombi. Huyu hajajazwa Roho Mtakatifu. Unadhani mimi kwa mfano kama Roho Mtakatifu ningekuwepo hapa? Kipindi kile mwili huu una moto. Dunia hii ni mbaya. Niko kwenye dunia na ukiangalia kwenye asilimia dunia tamaa imemvaa mtu. Uiacha dunia hii kile sio kitu cha kawaida. Leo mtu unabembelezwa kanisani kwenye maombi. Unabembelezwa omba, funga. Wakati unahitaji uwe wajibu wako kama mtu aliyeokoka. Mimi nilipookoka cha kwanza niliona raha ya maombi nilipojaza Roho Mtakatifu. Siambiwi na mtu kwamba omba, funga, tafuta uso wa Mungu. Nataka niguse moyo wa Mungu kama alivyonitoa kwa jina la Yesu. Amen. Na ndio maana ukiangalia ile tamaa iliyomvaa mtu inaondoka baada ya Roho Mtakatifu kuingia ndani yako. Amen. Halo, unanielewa mzee? Kanuni ingeponena kwa lugha. Tunahitaji hapa tuanzishe operation. Amen. Hatutaki kuomba tu baba katika jina la Yesu. Lazima mtu anene basa ndolia baba basa. Hii kama baba. Huko nguvu ya Mungu inamiminika hapa inatembea kila mmoja. Utaona kama kuna ufalme unatembea. Hata kwenye chumba chako ukiona umepanga hapa yuko mwingine hapa yuko mwingine, usiombe kwa kusikia. Akikusikia unachokiomba atadhibiti milango yako. Ameombea nini? Anaombea sema chai wasipite. Toka wasipite. Utapitia mlango wa nyuma. Huko ameombea mbele. Ombea kama nena kwa lugha za ndugu. Wasema wewe analia nini? Kuna nini uko ndani?